Mtazamaji wa TBC1, kama ndio wafungua luninga yako, ni Jumanne hii ya Februari 22 na hii ni TBC1 habari. Kaimu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Said Mek Sadik amesema wanakabiliwa na changamoto ya kubaini idadi kamili ya nyumba zilizobomoka na zinazohitaji msaada. Akitoa taarifa kwa wake 26 wa viongozi waliokwenda kutoa msaada wa vitu mbalimbali kwa watu waliopata maafa kutokana na mabomu yaliyolipuka jijini Dar es Salaam wiki iliyopita. Sadik amesema pia wanatathmini aina ya misaada inayohitajika. Amewaambia wake hao wa viongozi walioambatana na mke wa waziri mkuu Mama Tunu Pinda kuwa serikali bado inashughulikia swala la rambirambi na fidia kwa walioathirika. Akikabidhi msaada huo, mke wa waziri mkuu Tunu Pinda amesema ni jukumu la kila mwananchi kuguswa na kusaidia waathirika hao, kwani mahitaji bado ni makubwa. Na linapotokea janga kama hivi, mara nyingi tunaoumia ni kina mama. Kwa sababu mama itabidi akitaka kukimbia akimbie na mtoto, sio mmoja, akimbie nao wote. Kwa hiyo tunatoa pole nyingi kote tu, kina mama na kina baba. Tunawashukuru pia wananchi wenzetu kwa jinsi walivyokuwa watulivu, walivyokuwa wakipokea maelekezo. Kwa mfano walipoambiwa tulieni, au kama vile zilipovuma kwamba mabomu yanalipuka tena, tulipata habari kwamba ni vibaka tu ndio waliamua kusambaza hizo habari ili watu wasirudi makwao, wao wapate nafasi ya kwenda kuzidi kuatia hasara. Maana ile tayari ilikuwa ni hasara, lakini unajua binadamu tunatofautiana. Mwenzetu amepata na shida, lakini na wewe unaona unufaike zaidi kutokana na shida yake. Vitu kama biskuti sasa hivi hatuvihitaji sana. Tulivihitaji siku ile ya kwanza, kwa sababu ni kama first aid. Ukipata biskuti, unapata juice kidogo, vilikuwa ni vya haraka kuokoa maisha. Lakini baada ya hapo, kwa kweli tunataka ile lishe hasa ya Kisukuma, ile unga, wali wa dengereko na kadhalika. Mlo. Baadhi ya wake wa viongozi walioambatana na Mama Pinda ni mke mkubwa wa makamu wa rais Bi Zakia Bilal, mke mdogo wa makamu wa rais Bi Asha Bilal, Mama Regina Lowassa, Mama Esther Sumaye, Mama Hasina Kawawa na wake wa mawaziri, naibu mawaziri na makatibu wakuu. Hata hivyo, kaimu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amesema mbali ya serikali kusafirisha miili ya watu waliopoteza maisha kwenda kuzikwa mikoani mwao, lakini bado hadi sasa kuna miili 4 katika hospitali ya taifa Muhimbili ambayo bado haijatambuliwa. Miili ya wazee wawili walioshambuliwa kwa kipigo na kisha kuchomwa moto wa petroli katika kijiji cha Magagula, wilaya ya Songea mkoani Ruvuma, imelazimika kusubiri katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya mkoa mjini Songea kufuatia taarifa za wanakijiji wa Magagula kutangaza kuwa hawataki miili ya wazee hao ipelekwe katika kijiji chao. Wazee hao Margaret Mapunda na Rafaela Komba, wote wakiwa na umri wa miaka 68, walishambuliwa na wananchi wenye hasira juzi mchana kwa madai kuwa wamekuwa wakijihusisha na vitendo vya kishirikina. Mwandishi wetu wa TBC Gason Msigwa aliwatembelea wazee hao kabla ya kufariki dunia wakiwa katika hospitali ya mkoa mjini Songea, na hapa ametumia taarifa zaidi. Sasa leo ndo nifariki, ndio wewe mchawi. Huyu ni Bibi Margaret Mapunda ambaye kabla ya mkasa wa kushambuliwa na wananchi alifiwa na mtoto wake, hali iliyoamsha hasira ya wananchi wa Magagula waliodai kamua mwanae kishirikina. Pamoja na bibi huyu Rafaela Komba wamefariki dunia baada ya kuishi katika maumivu makali kwa takriban saa 28 tangu wachomwe moto na kundi la wananchi wenye hasira. Afisa mtendaji wa kijiji cha Magagula Samuel Ngumbo anasema baada ya kupata taarifa kuwa wanakijiji wanapanga kuwaua akina bibi hawa, alichukua hatua ya kuhifadhi katika ofisi ya kijiji, lakini muda mfupi baadaye kundi la wananchi lilivamia ofisi ya kijiji na kisha kuwachomoa akina bibi hao kupitia dirishani, na baadaye wakaanza kuwapiga, kuwamwagia mafuta ya petroli na mwishowe kuwachoma moto. Lakini wakati sisi kama uongozi wa kijiji pale tuliambiwa kabisa kwamba nyinyi ndio mlikuwa mnawafuga au mliwaweka ndani, kwa hiyo nyinyi ndio mlikuwa mnatetea hali halisi. Polisi wanadai wanawasaka waliohusika katika ukatili huu. Ni
kundi kubwa la wananchi waliwakamata hao watu. Kwa hiyo inatakiwa uchunguzi wa makini na wakina kujua waliohusika ni akina nani. Kufuatia tukio hili, katibu wa mtandao wa kinga jamii hapa nchini Iskaka Msigwa amelaani tukio hilo na kuomba vyombo vya dola viwasake na kuwapata wote waliohusika. Sasa tukiruhusu roho au imani hizi ziweze kutujenga, manake tutamaliza watu hata wasio na kosa. Sasa tutashangaa kama kuna watu wawili tena hawa wanakufa na watu waliohusika wanajulikana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vikijaa katika jamii, na kama ni sisi ni jamii au viongozi na sisi tukaingiwa na hilo, manake nchi yetu itakuwa haikaliki. Wakati miili ya kina bibi wote wawili waliopoteza maisha kwa kushambuliwa na wananchi hao imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya mkoa hapa Songea, bado wanaharakati wanakumbuka tukio jingine kama hili ambapo bibi Mwananandi wa Ipililo Maswa Shinyanga almanusura ziko akiwa hai kwa tuhuma za uchawi, na mpaka sasa hakuna taarifa zozote kwa jamii kama vyombo husika vimechukua hatua gani. Gaston Msigwa, TBC, Songea. Naam, ni hali halisi iliyotokea huko Songea. Mtazamaji, tunakuomba radhi kwa picha ambazo zimetumika hapo ambazo zinaweza kupeleka hisia za kibinadamu.